mchango wa Waislamu nchini. Waislamu wa Tanzania ndio waasisi wa harakati ya kupigania uhuru wa Tanzania tangu walipounda chama cha TAA mwaka 1929, chama ambacho kilianzishwa na Cleist Sykes Mwawane. Chama hiki baadaye kilikuja kubadili uongozi na kuwa chini ya Abdul Wahid Sykes, mtoto wa Cleist Sykes, na ndugu zake Ali Sykes na Abasi Sykes, wakiwa pamoja na Dosa Azizi na Dr. Vedastus Kiaruzi. Ni vijana hawa ndio waliomkaribisha kijana mwenzao msomi Mwalimu Julius Nyerere ajiunge na TAA mwaka 1953, na mwaka mmoja baadaye chama cha TAA kikabadili jina na kuwa chama cha TANU chini ya Mwalimu Nyerere, huku malengo yake yakibakia pale pale, kuikomboa Tanzania. Wazee pia walishiriki. Mashekhe kama wale wazee wa baraza la TANU mwaka 1957, Mzee Mshume Kiate, Sheikh Chaurembo, Bibi Titi Mohamed, Sheikh Suleiman Takadir, Sheikh Muhammad Ramia Bagamoyo, Mufti Hassan bin Amir, Mzee Ali Komorian, Sheikh Haidar Mwinyi Mvua, Sheikh Mwinjuma Mwinyi Kambi, Sheikh Yusuf Badi, Sheikh Abdallah Rashidi Sembe na Bilali Waikera wa Tabora. Ndugu Waislamu, historia ni muhimu sana kutupa taswira haswa kwa vijana. Kwa nini leo tusiwe na uchungu sana na taifa letu, ingawa pamoja na kuupigania uhuru kwa hali na mali? Waislamu kama jamii ya kidini sio tu hatufaidiki vya kutosha na matunda ya uhuru kama ndugu zetu wa Kikristo, lakini hao wanaofaidika ndio wamekuwa mstari wa mbele kulihujumu taifa letu. Sisi Waislamu katu sio wajinga, bali tumeweka mbele maslahi ya taifa letu. Pamoja na kuwa waasisi wa harakati za kudai uhuru, lakini hao wanaoleta vurugu ndio wanafaidi misamaha ya kodi kwa shule, misamaha ya vyuo, hospitali na vyuo vikuu kupitia mkataba wa maridhiano, Memorandum of Understanding, walioingia na serikali mwaka 1992. Lakini Waislamu hawajafanya maandamano hata siku moja kudai haki yao na wao. Tunaiomba serikali yetu itoe takwimu au itazame takwimu katika miaka mitano tu kuonyesha yafuatayo: misamaha yote ya kodi ambayo wamesamehewa kwa shule, vyuo, hospitali na vyuo vikuu; misaada kiasi gani wamepewa na serikali kupitia Memorandum of Understanding iliyopo; Waislamu wamepata misamaha ya kodi kiasi gani; wataalamu wangapi kutoka serikalini ambao wamekwisha pewa na serikali, na Waislamu wamepata nini. Kwa kuyazingatia haya, itafahamika wazi ni nani ambaye anafaidika. Ndugu mashekhe, ndugu viongozi wa taasisi za dini, ndugu Waislamu na ndugu wanahabari, jambo linalotafakarisha ni kwa nini Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limekuwa na harakati hizi hasi kudai wanayoyadai wakati hawakuwahi kufanya hivi huko nyuma. Kwa mfano, tangu mwaka 2000 mashekhe wamekuwa wakiswekwa ndani hata pasi na kufunguliwa mashtaka kwa miaka kadhaa, hadi wengine kufia gerezani. Je, ulipata kuwasikia TEC wakilaani au kuhamasisha maandamano? Mauaji ya wananchi kule Pemba, mbona maaskofu wa TEC sio tu hawakulaani, bali pia walipongeza serikali ya wakati huo ya Mheshimiwa Benjamin William Mkapa? Kwa nini hawakutoa tafakari kama hii walioitoa hivi sasa? Mwaka 2017 aliyekuwa mbunge wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu aliwahi kupigwa risasi mchana kweupe mjini Dodoma. Mbona maaskofu wa TEC hawakulaani tukio lile? Wamesha kuuawa mashekhe na hatujasikia kulaani hayo.
kuna nini sasa? Maaskofu wa TEC sasa wameingia rasmi katika mrengo wa siasa za upinzani nchini. Inafikirisha sana pale ambapo leo maaskofu wanaomba waje watu kutoka nje ya nchi ambao walitutawala na kutunyonya, eti waje wafanye uchunguzi wa matukio yaliyotokea nchini na kufanya upatanisho. Watu hao ndio wanaotupa misaada kwa masharti, yakiwemo ya kututaka turuhusu ushoga nchini. Huku ni kujipa utumwa katika nchi yetu. Hivi maaskofu hawa wamewaona Watanzania wakiwemo wao hatuna uwezo wa kusuluhishana? Waislamu na Wakristo na wale wasiokuwa na dini na wenye kufuata mila zao za kiasili, sote tuna haki sawa katika nchi hii. Kwa mfano, mwaka 2014 kulikuwa na kashfa iliyojulikana kama kashfa ya Tegeta Escrow, Tegeta Escrow Scandal, iliyoitikisa taifa, ambapo mabilioni ya pesa yalihamishwa kutoka katika akaunti ya serikali ya mradi wa nishati kwenda katika akaunti za watu binafsi, wakiwemo maaskofu wa kanisa Katoliki. Tena pesa hizo zilihamishwa kupitia benki ya kanisa Katoliki ijulikanayo kama Mkombozi Benki. Pamoja na yote hayo, wanakuja hadharani pasi na haya wala soni kudai wakiitacho haki na kusema bila haki hakuna amani. Pamoja na mafundisho yao yanasisitiza amani na kupinga vita, ukosefu wa amani. Hivi haki na amani, kipi kitangulizwe? Kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, amani ndiyo iliyopewa kipaumbele kuliko haki na kitu kingine chochote. Waislamu wakikutana husalimiana kwa kusema assalamu alaikum, yani amani iwe juu yenu, na mwenye kusalimiwa hujibu na amani iwe juu yenu pia. Nabii Ibrahim alayhi salam, amani iwe kwake, ambaye sote tunamwamini katika hizi dini, alipomaliza kujenga msikiti wa Maka aliomba dua akisema, ewe Mola wangu mlezi, ujalie mji huu uwe wa amani na uwaruzuku wakazi wake riziki kutoka mazao mbalimbali. Aya hii imo katika surati al-Baqara namba 126. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, atakayeamka miongoni mwenu asubuhi na yuko salama na amani nyumbani kwake, mwenye afya njema na anamiliki mlo wa siku yake, hiyo ni kama amemilikishwa dunia. Hadithi hii imo katika sahihi at-Tirmidhi. Kwa hiyo ndio maana Waislamu wa Tanzania, pamoja na dhulma nyingi tulizofanyiwa na tunazofanyiwa na mifumo iliyoko, lakini katu hatujawahi kuivuruga amani ya Tanzania kwa kudai haki. Sisi ndio uti wa mgongo wa amani ya Tanzania. Rejea ya pili katika Biblia, katika maandiko ya mafundisho wa Kristo, amani pia imepewa kipaumbele zaidi kuliko kitu chochote. Hata Yesu ambaye sisi tunamuita Nabii Isa, alipokutana na watu alikuwa akisalimia kama Waislamu wanavyosalimia kwa kusema amani iwe nanyi. Hii nukuu kutoka katika Agano Jipya. Walipokuwa wakisema yote hayo, hapa nasoma Luka 24 mstari 36 mpaka 37. Walipokuwa wakisema yote hayo, Yesu akawaijia na kusema amani iwe nanyi. Kadhalika katika Yohana 20 mstari 21 pameandikwa, na wanafunzi wake baada ya kumuona Bwana kwa macho yao walipigwa na butwaa. Yesu akarudia salamu yake, amani iwe nanyi. Msisitizo wa kuchunga amani ni mkubwa kwa mitume na manabii wote, kuanzia Adam hadi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waumini wa dini zote
wanalijua hili. Tuwakumbushe jambo ambalo pengine wamesahau. 1973 kuenda 1974 Mwalimu Nyerere aliamua kutekeleza azimio la Arusha kwa vitendo, kuanzisha vijiji vya ujamaa. Watanzania walivunjiwa nyumba zao kwa nguvu na kusombwa na magari na kupelekwa kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya vijiji vya ujamaa. Je, serikali kuwavunjia wananchi nyumba zao ni haki? Wale wanaodai haki walisema nini wakati huo? Ule ulikuwa uvunjifu wa haki ya binadamu, lakini Watanzania kwa kutambua kwao umuhimu wa amani, waliona watii serikali yao ili kudumisha amani, na kama ni nyumba watajenga nyingine. Sisi Waislamu tunasema amani ndiyo kitu muhimu kuliko chochote kile, na kwamba pakiwa na amani hata kudai haki inawezekana. Utawezaje kuidai haki huku risasi zinarindima nje? Tumeshuhudia kwenye wakati wa vurugu zilizoitwa maandamano tarehe 29 Oktoba mwaka huu, na siku tulizoambiwa tusitembee nje, wako wagonjwa walifia majumbani, vyakula viliadimika, na nchi ikaingia katika taharuki, kazi maofisini zilisimama na taifa kuingia hasara. Mauaji ya wenye hatia na hata wasiokuwa na hatia yakatokea. Nini sababu? Ni ukosefu wa haki au amani? Ndugu wa Tanzania, tusipowakemea watu hawa, taifa letu litafikishwa kuwa kama Rwanda. Waswahili wanasema mchelea mwana kulia hulia yeye. Wakati haya yakitokea, tunawaasa vijana hasa wasiingie kwenye ushawishi huu na mihemko ambayo itawajeruhi na kupoteza viungo vyao ama uhai wao. Dini yetu inatulingania. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.